Tafadhali bonyeza alama ya subscribe ili uwe wa kwanza kupata mafunzo yetu. Karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa mara nyingine tena, mpenzi mtazamaji, na kusihi endelea kusubscribe kikengele kilichopo hapo chini kwa ajili ya kupata update zetu ambazo kila siku tunazitoa kutoka kwetu kuja kwenu. Hii ni faida, ndugu zangu Waislamu. Hii ni faida ambayo pia ni ilmu kutoka kwetu sisi kuja kwenu nyinyi, kwa maana hata Mwenyezi Mungu anasema kwenye maneno yake kwamba hawako sawa anayejua na asiyejua. Hivyo tanabahi, ewe ndugu yangu, na uendelee kutufuatilia. Leo nataka nikufundishe dua ambayo utaisoma kama wewe unasumbuliwa na jini mahaba. Kama wewe unasumbuliwa na jini mahaba, dua gani udumu nayo ili hicho kiumbe, ile dudu chafu likuondoke katika maisha yako, katika mwili wako, na mambo yako yawe sawa sawia kabisa. Kwa sababu jini mahaba, kwanza ili jina lenyewe mahaba, kupitia huyu mdudu ameitwa jini mahaba kwa sababu yeye ni kiumbe ambacho kinapenda uchafu au zinaa. Kwa sababu kama mtu anakuja anakuingilia tu from nowhere, hiyo ni zinaa, ni uchafu, tena uchafu mkubwa. Hivyo mdudu huyu ni kiumbe mbaya na ni uchafu na si mzuri kukaa katika mwili wa mwanadamu au kumkaribia mwanadamu, kwa sababu mdudu huyu endapo utakuwa naye katika mwili wako, katika maisha yako, atakusumbua sana. Anamuingia mwanamume, hachagui huyo wa kumuingia, anamuingia mwanamume, anamuingia mwanamke, lakini pia hata watoto wadogo. Sasa hivi tunaona kuna michezo mingi michafu kwa watoto, lakini yawezekana mdudu huyu ikawa ni sababu. Hivyo tumuombe Mwenyezi Mungu atuepushe na watoto wetu katika vitendo viovu. Basi mdudu huyu ana madhara. Endapo utakuwa naye huyu mdudu atakuvaa, au endapo utatupiwa, maana mdudu huyu anaingia kwa njia tofauti tofauti. Anaweza tu from nowhere akakuvaa, pengine ulikuwa hauko katika tahara, hususan wanawake, hujajifunika, uko vichwa wazi, mdudu huyu anaweza akakuvaa, mashaitani tu. Lakini kwa mwanaume pia anaweza akamvaa, pengine labda hivyo hali ya uko mchafu pia, hauko tahara, mdudu huyu anamuingia. Lakini mdudu huyu kwa njia nyingine unaweza ukatupiwa. Sana sana unakuta labda mtu anaenda labda sehemu, anataka wewe uwe tu, yani uwe tu maisha yako, usiolewe, usifanyaje, yani maisha yako yasiende vile ambavyo wewe unayataka. Hivyo mtu sasa anakutupia sasa ili jini, ili likuhangaishe tu, unajikuta wewe nuksi, mabalaa, huolewi wewe, mchumba akija, barua ikitoka, basi ndo kaishia hapo, hata anakukwendea humjui, hususan kwa kina dada. Lakini jini huyu pia anatia tatizo la uzazi. Anaweza akafunga kizazi chako, ukajikuta tu wewe huzai, shida, kila vipimo vyote umemaliza mahospitali, kumbe tatizo inawezekana ikawa ni kiumbe huyu, kwa sababu huyu kiumbe ana husda. Yeye hataki pia kushirikiana na mtu. Anapokuingia akawa tayari ameweka makazi kwako, akawa wewe ndio mwanamke wake au mwanamume wake, basi hataki kushirikiana. Ana wivu na ana husda kama walivyo kuwa wanadamu. Hivyo anakufunga kwa makusudi kabisa usizae, anakukomoa tu. Pengine inawezekana wakati mwingine unaweza ukawa unaota unanyonyesha, unaota una watoto wewe, na wakati huna mtoto. Wakati mwingine unaweza ukawa na watoto, lakini ile hali ya kuzaa inakutokea katika ndoto. Yaani unaota labda wakati mwingine pia ukajikuta kama unaota upo kwenye maji hivi, unaogelea, mara unavuka mito. Hizi zote ni dalili za huyu kiumbe. Lakini kiumbe huyu kitu kingine anachoharibu, anaharibu riziki. Anakufanya riziki, kama wewe mwanamke umeolewa au wewe mwanamume umeoa, anaweka ugumu wa riziki katika maisha yenu ya ndoa, ili mradi tu mfarakane, maugomvi, msisikilizane, msielewane. Yeye ndio furaha yake, abaki na wewe maisha yako yote. Kwa hivyo basi, ni dua gani ufanye unajikuta upo katika hali hizo, unajikuta unaota ndoto za namna hiyo?
dua gani utafanya, utadumu na kitu gani ili hilo dudu likuondoke. Tena dua hii ni nyepesi mno. Haina masharti, haina mambo mengi. Sana sana ili dua zako ziwe makubul, wakati mwingine sio wakati mwingine tu, tunatakiwa uanze na istighfar kwa sababu Mwenyezi Mungu anapenda watu wanaomuomba msamaha. Hivyo anza na istighfar, msalie Mtume. Baada ya hapo sasa muombe Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu natatizwa na hili na lile na lile. Kuwa katika hali ya ushuhi. Ushuhi ni maana yake ni hali ya utulivu. Muombe Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anapenda kuombwa kwa utulivu na kwa unyenyekevu. Kuwa twahara. Mwenyezi Mungu anapenda usafi, anachukia uchafu. Kuwa twahara, kikao, mueleze Mwenyezi Mungu mambo yako. Kila siku nasisitiza katika swala la kutulia na kumueleza na kumuomba na kumlilia, kwa maana hatuna mwingine wa kumlilia ila Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo baada ya istighfar, fanya istighfar kwa kadri unavyoweza. Mswalia Mtume kwa kadri unavyoweza. Baada ya hapo utasoma hii suratul Asr. Soma suratul Asr kwa maana wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Utaisoma sura hii mara 11. Utaisoma suratul Asr mara 11. Baada ya kusoma suratul Asr mara 11, utasoma aya hii au ubeti huu. Utasoma neno hili. Neno hili liko hivi, linasema hivi: wa yaqal nahudi qahirul jinni idha aswad, wa yaqal nahudi qahirul jinni idha aswad, wa yaqal nahudi qahirul jinni idha aswad, wa yaqal nahudi qahirul jinni idha aswad. Utalisoma neno hili mara 100. Baada utaanza na suratul Asr mara 11. Baada ya hapo utasoma neno hili mara 100 kwa yakini katika nafsi yako. Unasumbuliwa kwa sababu mwenye shida yeye ndo anajua tatizo lake, ndo anajua anapitia changamoto gani. Hivyo kwa yakini ya ushuhuri, utulivu pamoja na twahara, ukalisoma hizi aya nilizokutajia hapa, ukadumu nazo, itakuwa ni makburu. Jini huyu ataondoka na atakuwa mbali kabisa na atakukimbia, kwa maana haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Lakini muda wa kufanya dua hii ni siku za kufanya dua hii ni siku zote katika wiki, Jumatatu mpaka Jumapili. Lakini utaisoma dua hii kwa wakati wa kipindi cha magharibi mpaka Aisha, yani baada swalati al-maghrib saa 12, kale giza ndo kanaanza kuingia. Basi utasoma baada ya kuswali tu magharibi, utaanza kudumu na hizi haya niliyokutajia hapa. Utasoma muda huo wakati wa magharibi mpaka inakaribia kuingia Aisha. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, baada ya kudumu nazo, usichoke mpaka utakapoona sasa ili tatizo linaondoka, kwa sababu ili ujue tatizo hili linaondoka, utaanza kuona zile ndoto ambazo ulikuwa unaziota, unaogelea, unavuka maji, unahangaika, utaziona sasa hizo ndoto sasa zinaanza kupungua. Wakati mwingine utajikuta hata kama uko vizuri, kile kiumbe, kwa sababu nishapata shuhuda nyingi, kile kiumbe wakati mwingine anaweza asije katika hali yake, akakujia katika hali ya kibinadamu katika ndoto na akakwambia kabisa, umeniweza sasa, mimi naondoka. Wakati mwingine anaweza taka kuahidi kwamba nitarudi. Unaona kabisa mtu unaongea naye tena amekasirika. Inawezekana ukawa unaota wakati mwingine unafukuzwa, kama unataka kubakwa, ni huyu jini mahaba ndio anakuletea vitimbi hivyo. Na kama swala la uzazi, biidhnillah, ukidumu na dua hizi ukajishughulikia, pia swala la uzazi litafunguka, kwa maana huyu ana uwezo mpaka kuzaa na wewe mwanadamu. Ndugu yangu, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mambo yako yatafunguka, riziki zako zitafunguka. Kama uolewi utaolewa, kama mwanamume wewe kazi zako hazikai, sijui mihangaiko yako haiendi, basi itakwenda kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
endelea kusubscribe katika chaneli yetu ili uendelee kupata faida, ili uendelee kupata ilmu mbalimbali, na tuendelee sote mimi na wewe kujuzana ambayo tunayajua na ambayo hatuyajui. Billahi tawfiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.